Hello, Bwana Yesu asifiwe. Nakukaribisha tena katika siku yetu pendwa ya Ask Maziku. Na siku ya leo nipo na mtumishi wa Mungu Dr. Daniel Maziku. Mimi ni Andrew Selemani. Nikukaribishe sana. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amen. Tunasema kwamba binadamu ni mjumuiko wa mwili, roho pamoja na nafsi. Asante. Huu moyo una nafasi ya kujaza vitu vingi sana, ambapo pia mojawapo ya vitu ambavyo unaweza kujaza ni mawazo. Asante sana. Sasa kuna mambo ambayo tumekuwa tukijiuliza na nafikiri mtu anayetazama siku hii ya leo naye pia kwa namna moja ama nyingine amekuwa akijiuliza kwamba je, shetani anaweza kupata kuyasoma mawazo yetu sisi? Anaweza kuingilia mawazo ambayo tunayo sisi na akaweza kuyamanipulate? Karibu sana. Asante. Kabla sijaendelea sana, jibu ni hapana. Okay. Shetani hawezi kusoma mawazo yetu. Na ni kusomea katika kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 39 katika ile maombi ya Sulemani. Ukisoma katika hichi kitabu Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari ule wa 39. Okay. 39 inasema kwamba basi usikie huko mbinguni makao yako, ukasamehe, ukatende, ukampe kila mtu kwa kadiri ya njia zake, wewe ujuae moyo wake. Kwenye mabano anasema kwamba maana wewe peke yako ndiwe ujuae mioyo ya wanadamu wote. Okay. Umeona? Na ukisoma katika Amplified Bible inakuwa very clear, anasema kwamba yani ni Mungu peke yake ndiye anayeweza kusoma mawazo ya nani? Ya mwanadamu. Mungu peke yake ndiye anaweza kasoma moyo wa mwanadamu. Okay, fine. Iko hivyo. Lakini mtu anaweza kujiuliza, sasa kwa nini yani shetani ndio hivyo anatumanipulate, tuna mawazo mabaya mioyoni, ni hivyo na hivyo. Uone kama ndo ana uwezo wa kusoma mawazo yetu na kufanya hivyo anavyofanya? The answer is straight no, si ndio? Okay. Lakini kitu ambacho shetani anakiweza, shetani kwanza tuelewe, sio omnipresent. Hayupo kila mahali. Okay. Umeona? Ambayo ni sifa moja ambayo inamtofautisha na Mungu. Mungu yupo kila mahali. Anamfikia kila mwanadamu. Huyo ni Mungu. But Satan is very limited. Yupo tu sehemu fulani, sehemu moja. Umeona? Lakini anatumia maajenti wake, malaika zake kuweza kuwafikia wakina nani? Wanadamu. Kwa hao malaika zake I think one of the mechanism ambao wanaitumia nadhani malaika wanakuwa na whisper some bad thoughts, wanakuwa wanasema wanatusemelea maneno mawazo mabaya katika akili zetu. Yaani ni kama wanatufeed information, wanatupa mawazo na sisi ndo tunakuwa na ile hali ya kuyapokea. Hawaingii ndani ya akili zetu kwa sababu mtu anayeweza kufanya hivyo ni Mungu peke yake. Wao wanakuwa wanatupa zile distraction za nje. Kwa kupitia picha unaoangalia, video unazoangalia, sauti unazosikia, hizi ndo zinaenda kufeed nini? Moyo wako, si ndio? Kwa hiyo kupitia zile 5 senses za mwanadamu, kitu anachokihisi, umeona? Anachokiona, anachokisikia. Kwa hivyo vitu vyote vinachangia sana katika mawazo ya mtu. Umeona? Maana ndo chanzo, maana hivi ni vyanzo vinavyompatia mtu mawazo katika akili yake. Kwa shetani yuko very busy kutufeed na taarifa mbaya. Ukifungua tu channel kwenye TV unakuta maudhui mabaya ambayo ukiangalia yanakupa maarifa mabaya ambayo ni chanzo cha nini? Cha ubaya ndani ya moyo wako. Lakini sio kwamba shetani ana uwezo wa kusoma akili zetu. Okay. No. Asante sana. Kwa maana hiyo watu huwa wanakosea kusema kwamba shetani amenipitia tu katika mawazo yangu. Sure, yanapo unakuwa umejipitia kwa sababu umekubali kuipokea ile taarifa ambayo ulipewa na Mungu. Sawa. Sio kwamba ameendesha akili yako. Asante sana. Asante sana Dr. Maziku. Tunashukuru sana kwa siku ya leo na kushukuru pia mtazamaji ambaye umekuwa pamoja nasi. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Hello, Bwana asifiwe. Naitwa Daniel Maziku JR. Nikukaribishe katika channel yetu ya
Ask Maziku series. Hii ni sehemu pekee ambayo utapata kujibiwa maswali ya Kikristo na kiimani ambayo yanaleta changamoto katika imani yetu. Kwa hiyo nikukaribisha usubscribe, like, comment na kushare pia kwa ajili ya kuwashirikisha marafiki wengine waweze kupata pia ujumbe huu. Mungu akubariki sana.